Karibu tujifunze makosa katika kufikiria kutoka katika kitabu cha Introduction to Logic na kitabu cha Introduction to Traditional Logic na kitabu cha Critical Thinking and Logic Mastery. Vinaelezea makosa katika kufikiria. Hata hivyo, je, umewahi kusikia makosa katika kufikiria? Basi watu wengi wanajiuliza, au unaweza kuwa mmojawapo unayejiuliza, makosa katika kufikiria ni yapi? Safiri pamoja nami. Makosa katika kufikiria yanaitwa fallacies, na makosa katika kufikiria yanaonyeshwa wazi au yanadhihirika wazi kutokana na hoja anazozitoa mtu. Hata hivyo, makosa katika kufikiria yapo ya kimuundo na ya kimaudhui, na baadhi ya makosa yanayosababishwa au yanayotokea zaidi katika jamii ni haya hapa. Safiri pamoja nami. Kuna kosa la kwanza ambalo linatokea katika jamii au linatokea miongoni mwa watu au baadhi ya sehemu, ambalo linaitwa argumentum ad misericordiam. Hili ni kosa katika kufikiria ambalo mtu ana hoja za msingi, hoja zake ni changa, basi anachokifanya ni kuonyesha huruma. Mfano, mtu anaweza kuwa anagaragara chini au anapiga magoti au anakusifia sana au anakubembeleza ili tu uweze kumwonea huruma. Na hii inaweza ikawa inatokea katika nafasi mbalimbali au katika sehemu za interview au sehemu nyingine. Unakuta mtu hana hoja za msingi, anachofanya ni kutafuta tu kuonewa huruma. Basi hilo ni kosa katika kufikiria. Na kuna kosa la pili linaitwa argumentum ad baculum. Ili ni kosa katika kufikiria ambapo mtu hana hoja za msingi, ila anachokifanya ni kutoa vitisho ili watu wengine waweze kukubali hoja zake. Yaani, katika jamii mtu anaweza kuwa anahitaji nafasi fulani au kiti fulani, lakini hana hoja za kuambia watu, hana hoja za msingi. Basi anachokitumia au anachofanya ni kuwatisha watu kwa namna yoyote ile ili waweze kukubali hoja zake na hoja zake ziweze kupita, hivyo tu. Lakini kuna kosa jingine ambalo unatakiwa kulijua, ili ni kosa kubwa sana kulifanya, argumentum ad populum. Ili ni kosa ambalo mtu anakubali au anathibitisha hoja yake kuwa sahihi kwa sababu watu wengi wamekubali. Hoja ya kukubalika na watu wengi haimaanishi kwamba hoja hiyo ni sahihi. Hata hivyo, hii inadhihirishwa wazi katika miaka 1600 iliyopita, ambapo watu wengi walikuwa wanakubali kwamba jua linaizunguka dunia, lakini walikuwa wamekosea. Kwa hiyo watu wengi kukubali hoja haimaanishi kwamba hoja hiyo ni sahihi. Hata hivyo, Galileo Galilei alikuwa mmoja ambaye alitoa hoja yake kwa kutumia darubini aliyodhihirisha na kugundua kwamba dunia inalizunguka jua na sayari nyingine. Alionekana hayuko sahihi, lakini alikuwa sahihi. Kwa hiyo hoja inaweza ikawa inaelezewa na mtu mmoja, lakini ikawa sahihi. Cha msingi, jifunze kusimamia hoja yako, lakini hoja yako iwe na uthibitisho wa kina, kwa sababu hata Galileo Galilei alikuwa na uthibitisho wa kina, kwani alitumia darubini yake au telescope kujua kuwa dunia na sayari nyingine zinalizunguka jua. Kuna kosa jingine katika kufikiria ambalo linaitwa accident. Hili ni kosa linalosababishwa na ajali. Labda imetokea umeenda Kariakoo, baada ya kufika Kariakoo, basi mtu amekupola au kukuibia kitu chako. Mtu mmoja tu amekuibia, lakini unatoka na conclusion kwamba watu wa Kariakoo ni wezi.
Unapoongea hivyo mbele za watu, moja kwa moja watu wanaojua makosa katika kufikiria wanatambua kwamba unafanya makosa katika kufikiria, kwa sababu watu wa Kariakoo wote sio wezi, isipokuwa mtu mmoja tu ndo amekuibia. Kuwa makini. Kuna kosa jingine katika kufikiria ambalo linaitwa ignorantia errens. Hapa mtu anaongea tu kwa sababu anaongea, au kwa sababu ana uwezo wa kuongea, basi anaongea hata mambo asiyoyajua. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini na kuongea mambo unayoyajua, usiongee mambo ambayo huyajui. Mfano, mtu ametoa hoja tu mwanzoni, basi hitimisho anatoa tu hitimisho lolote tu asilolijua, hana uthibitisho, haelewi. Hilo ni kosa katika kufikiria na inaitwa ignorantia errens, na unatakiwa kuwa na uthibitisho wa kina kutoka katika mambo unayoyaongea ili yaweze kusaidia hitimisho lako. Usifanye kosa hili katika kufikiria. Mfano, nimetoa hoja ya kwanza, wanawake wa Afrika ni warembo, Mariam ni Mwafrika, Mariam ni mrembo. Kwa hiyo hoja ya kwanza, wanawake wa Afrika ni warembo, na hoja ya pili, Mariam ni Mwafrika, zinasaidia kuweka ukomavu katika hitimisho kwamba Mariam ni mrembo. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na hoja zinazosaidia hitimisho lako liweze kuwa imara, na sio kuongea tu kwa sababu una uwezo wa kuongea. Kuna kosa jingine katika kufikiria ambalo linaitwa red herring. Hili ni kosa la kubadili mada, yaani watu wanaongea, wametoa mada muhimu kubwa ya kujadiliwa, lakini mtu anabadili mada na kuingiza kimada kingine, ili mradi tu ile mada ya msingi iweze kusaulika. Tambua kwamba watu hao wapo na unatakiwa kuwa makini na mada yako na mada ya msingi, ili mtu anapoingizia mada nyingine ili kuharibu mada ya msingi uweze kudili naye mara moja ili kuirudisha mada ya msingi, kwani huyo mtu anafanya makosa katika kufikiria. Kuwa makini na watu wanaofanya makosa katika kufikiria, kwani wanaweza kuyafanya makosa hayo kama mbinu tu, kwa kujua au kwa kutokujua. Kuna kosa jingine katika kufikiria ambalo linaitwa pepitio principii. Hili ni kosa la kuzania jibu. Mfano, tajiri katika taasisi fulani amekuuliza nani aliyeharibu bidhaa, wewe unakadiria tu jibu. Itakuwa wafanyakazi wa mwisho waliofanya hapa walitiwa wakaharibu bidhaa au wakafanya makosa. Umedhania jibu, hauna uthibitisho. Kusema hujui sio kosa, na wala sio kwamba inamaanisha wewe ni dhaifu, bali ni hali ya kutaka kujua zaidi, kwa sababu siku zote mwanadamu ameumbwa kutafuta ukweli, kutafuta kujua. Kwa hiyo usifanye kosa hili la pepitio principii la kudhania jibu, yaani unakuwa huna jibu la msingi, lakini unadhania tu jibu, unatoa tu maneno au unadhania tu majibu, au mtu anakuuliza swali unadadisi hauna jibu la msingi. Basi unaposema ninajua, uwe unajua kweli, usizanie jibu. Lakini na kisehemu kidogo cha kosa jingine ambalo unatakiwa kuliepuka ni kwamba kuwaunganisha watu wengine. Yaani unasema sisi tunajua kuwa Watanzania ni waoga, sisi tunajua kuwa, unajua na nani? Basi unapounganisha watu wengine kwamba tunajua kuwa, au sisi tunajua kuwa, uwe na uhakika 100% au nyingi kwamba wale watu wanajua unachokizungumza. Usiwe tu unaongea kwa sababu una uwezo wa kuongea. Unatakiwa kuwa makini sana unapoongea, kwani cha kwanza inadhihirisha uwezo wako wa akili, cha pili inaonyesha makosa yako katika kutoa hoja, yaani makosa katika kufikiria. Kuwa makini
dunia inakutazama, dunia inakufungulia fursa. Hata hivyo, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment video hii. Tuko pamoja. Asante sana kwa kututazama. Bye. Tutaonana hivi karibuni. See you soon on top. Thank you.